Mkuu, nilimsikiliza pia kiongozi wa dini ya Kiislamu. Alisema tupo tayari kukata vichwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki. Kama ni mgeni kwenye akaunti yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. Thank you very much. Guys, tuna video nyingine mpya. Unakumbuka kipindi cha zamani hiyo video niliwahi fanya ya ule shehe alikuwa anatangaza, alikuwa anasema bana, ile siku ulikuwa kuna mshika ni kushika, alisema bana, kama nyinyi mnakuwa mnafanya hivyo, mkitokea nje kwenye maandamano tutakuja kukatana vichwa. Hajamaanisha tutakatana vichwa, alikuwa anamaanisha wale wenye maandamano. Alimaanisha wale maskofu walikuwa anasema bwana, Samia amekuwa hivi, anafanya hivi kwa sababu ya dini, walivyoweka ile mpango wa dini. Amesema bwana, si tunajua mara nyingi Samia alisaidia wa Katoliki sana, yani kuwajengea makanisa, kufanya kila kitu. Kwa sababu gani sisi Waislamu hatujawahi fanyiwa? Sisi tunajua kuwa kama mmeona nyinyi mmefungiwa pale bandarini, mmekuwa na hasira, na sisi sasa hivi ni tamu yetu. Kama mkiendelea kuchochea maneno kama haya, tutakuja kukatana vichwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilimsikiliza pia kiongozi wa dini ya Kiislamu. Alisema tupo tayari kukata vichwa. Mimi naomba nionye pia hapa, tusifike huko ndugu zangu viongozi wa dini. Tuwe ni watu tunaoadilisha, tunaokemea. Kama tusiweke petroli katika haya ambayo yanatokea na madhara yake yakaja kwa makubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikupe dondoo tu kidogo. Maeneo ambayo yalikuwa on target kuweza kuyachoma moto bila huruma, moja ilikuwa ni stendi ya Magufuli. Hii ilikuwa inaungua yote, hii hapa stendi hapa. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilishukuru jeshi lilikuja haraka likalinda stendi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, target ya pili ilikuwa ni mabasi ya mwendokasi. Yameunguzwa mabasi mengi ya mwendokasi na kupiga vituo vya mwendokasi. Target ya tatu ilikuwa ni miundombinu ya gesi ya TPDC. Kulipua miundombinu ya gesi na kulipua vihenge vya mafuta vilivyoko pale Kigamboni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nishukuru vyombo vya dola vimelinda kule. Mpaka leo unaona miundombinu hii inaonekana. Jaribio la tatu ilikuwa ni kuchoma jengo la TCRA. Na walichoma kibanda cha Blinzi. Jeshi ikaja mbele kwa ajili ya kulinda amani hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo jingine ilikuwa ni kuchoma miundombinu ya TANESCO. Ilikuwa kulipua hii gesi, kulipua hapa Ubungo, pamoja na kulipua kule Kinyerezi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo hii miundombinu inayoonekana hapa ni kwa sababu vyombo vimefanya kazi. Kama tungesikiliza maneno na kurudi nyuma, very likely Dar es Salaam ingekuagiza yote. Hospitali ilikuwa hamna, umeme hamna, miundombinu ya maji hamna, na kila kitu hamna. Kwa hiyo mimi nachoweza kusema hapa kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila mama aliyoko hapa na kila baba aliyoko hapa akamweleze mwanae madhara haya tunayofanya, madhara haya tunayoongea. Tugombane tunapoweza kugombana, lakini kamwe tusiendelee kuichoma nchi yetu wenyewe. Tukilipua nchi hii, lazima na sisi tutakufa. Itakuwa ni kufanya fujo, kama vile kukata mti tukiwa kwenye tawi la mti hiyo. Mwisho wa siku maendeleo ya taifa letu yatarudi nyuma na adui atapenya katikati, ili sisi tuweze kufaidi katika maendeleo yetu. Anisha, kama mkiendelea kuhamasisha watu waende kwenye maandamano tena, tutakatana vichwa wenyewe kwa wenyewe sisi raia, kwa sababu hatutasubiri serikali itoke, polisi waje au jeshi waje. Hapana, sisi kwa sisi raia ndo tutakatana vichwa. Kwa mimi nilivyochukulia, lakini kuna watu walichukulia kwa walisema bwana, Ushe alitangaza rasmi kuwa anaenda kukata vichwa wa Kristo ilivyoiwekwa, lakini yeye alisema bwana, Islamu mtoke hiyo siku ya maandamano, tokeni na nyinyi mkabiliane pembeni kwenu, kwa sababu hawa ni watu wanaandaa maandamano, wanatuharibia biashara zetu, wanatuharibia kila kitu. Sisi ndio tunoitumia. Kwa mfano, mtu ukichoma mwendo kasi, nani anaitumia mwendo kasi? Ni wewe raia. Ukienda kuchoma, kuvunja mawe sijui nini, ukivunja barabara ile lami anayopita ni wewe. So ni mambo kama yale tuseme, lakini shehe alitamka vile na yeye alipelekwa na hasira. Najua ile siku alivyokuwa anavofoka kwenye mdomo mpaka aliwaambia wenzake, kwa sababu kuna kauli yake aliongezea mpaka wenzake akamwambia, najua wengine wenu mtaogopa, mtajificha, lakini ikija kutokea lazima mjitokeze na nyinyi. Hizo zote ni hasira, lakini hatutaki mambo yafike huko kote. Sisi wote ni wandugu wa Kristo na Waislamu, aliokuwa na dini asiokuwa na dini, sisi wote ni Watanzania. Tunapangisha nyumba sehemu moja, tunasoma mashule moja, tuna biashara zetu,
kila kitu watu mnafanya sehemu moja, hakuna cha Mkristo, hakuna cha Muislamu. So viongozi wa dini pande zote mbili, siwezi kusema tu Waislamu au Wakristo, pande zote mbili ni bora muwe na akili ambayo ya kuongoza jamii, sio ya kupotosha. Wewe ukisema bwana nimemchukia fulani, acha nisukumie kule upande nilipomchukia, na wewe akisema nimemchukia fulani, acha nisukumie upande kule nilipomchukia, itakuwa hatujengi kwenye nchi bali tunabomoa. Na tusifike huko. Kwa kweli wa Tanzania tusifike huko. Tukifika huko ujue bwana kibarua kimetoka mkononi. Hakuna mtu wote anaweza kazuia. Chochote kinaweza kikatokea. So mambo asifike mpaka huko, tujikute haraka. Sisi tunapenda nchi yetu. Sisi wote ni Watanzania. So tusifike huko na mambo ya dini yasije. Kweli kila mtu ana dini yake, anaabudu anavyoabudu, lakini sisi wote tunashare nchi moja. Tukumbuke hiyo. Leo Tanzania ikiwa na vita, ikiungua, ikiwa vovote, tutakimbia nchi nyingine. Sisi wote tunaenda kuwa wakimbizi. Wala uwe Mkristo uwe Muislamu, pande zote mbili utaenda kuwa. Sasa ina faida gani ili tuharibu nchi yetu? Guys, tuwe makini. Najua tarehe 9 kuna maandamano yameandaliwa, lakini huwezi jua yatakuwaje. Inawezekana yakawa yakatokea au yasitokee, lakini tunahofia tu, tunasema bwana hata kama yakitokea yawe maandamano ya amani, yaende kiamani, yaishi kiamani. Na rais awasikilize wananchi wanavotaka. Sio lazima wanavotaka vote ufanye, lakini yale unaona bwana hii katiba unaotaka, sijui kitu gani wanataka atekeleze, awasia waambie bwana okay tumekubali hiki na hiki na hiki tutatimiza, na hiki na hiki hatuwezi kutimiza. Wataelewa tu, ndivyo inavyokuaga mara zote. So nashukuru sana guys. Kama ni mgeni kwenye account yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. See you next video guys. Bye bye.